Pesa ya Taru pale kwa huyu Mungwana Gonzi. Tumepanga pesa ya Kikoneni, soko ya Kikoneni pale, na tutarudia mwaka ujao masoko mengine, kwa sababu we want to make sure that we build infrastructure for agricultural produce. Mbali na ile tutajenga kubwa hapa ambaye tumekubaliana na county government, watatoa milioni 250, tuwe milioni 250, tujenge county aggregation and industrial park ya Kwale County. Hiyo mpango yote ni kuhakikisha kwamba ajira zinapatikana kwa vijana wetu, wakulima tunawaongezea dhamana mazao yao, na Kenya tunaizongesha mbele kwa kujenga uchumi wa taifa letu. Nimetangaza jana kwamba Dongo Kundu ambayo iko hapa Special Economic Zone, sasa tumepata waegezaji, na tutarudi hapa in the next 2 months kuja ku break ground ya Dongo Kundu. Pale tunataka kupanga ajira kati ya 20,000 na 50,000 ya watu wa pwani na watu wa Kenya, and we are going to begin that program this year in the next 60 days to make sure that we unlock the great potential that exists in the special economic zone here, tukiwa nia yetu ni kupanga ajira ya vijana wetu na uchumi wa taifa letu la Kenya. Nimewasikiza viongozi wa Kwale kwa sababu Kwale ni muhimu kwa mambo ya utalii. Tumekubaliana ya kwamba tuongeze ndege zinazokuja hapa pwani za utalii. Serikali ya Kenya, we have approved Fly Dubai to fly here 4 days a week wakilete watalii. Tumekubali Ethiopian Airlines wakuje direct hapa pwani wakilete watalii. Ile mimi nataka niwaulize watu wa pwani, wakati tunaleta watalii, tafadhali tudumishe amani. Mukipanga mambo ya maandamano hapa, muchome tairi, muchome barabara, muharibu biashara, hiyo watalii wote ambao tunawapanga itakuwa ni kazi bure tunafanya. Hii mnanielewa? Ukisikia kiongozi yeyote anakuambia ya kwamba upange fujo, ati uendeshe vita, ujue huyo ndio adui wako namba 1. Umuangalie kabisa kwa macho na mwambie shetani ondoka. Sijui kama tunaelewana jameni, watu wa Kwale. Ni kweli ama si kweli? Unajua shetani siku hizi anatembea hata na miguu na anavaa sura ya binadamu. So tafadhali nataka niwaombe kwa heshima tushirikiane katika kazi hiyo. Na ndio niliwaambia pale mbeleni ya kwamba tuko na nafasi ya kihistoria kama wa Kenya kubadilisha taifa letu, na tuko na mpango kamili ya kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula, tuondoe njaa. Tunapanga ajira, tuwe na vijana wetu wapate ajira, na tumepanga mambo ya uchumi ili tuondoe umaskini katika taifa letu la Kenya. We have a historic chance as a nation to turn around the fortunes of our country. Make sure that we have a clear plan on food security to eliminate the shame of hunger. We have a clear plan on employment, from the blue economy, digital jobs, to housing, to unlock the great potential for job opportunities for the young people of our nation. We have a grand opportunity to grow our economy working together. Na ndio sababu juzi niliongea na kiongozi wa upinzani na viongozi wa upinzani, na nikawaambia ya kwamba sisi ni nchi ya demokrasia. Sisi ni nchi ambayo inasimamia katiba na sheria. Tunaweza kushindana kwa mambo yote,
lakini kiongozi wa sasa, kiongozi aliyestaafu, kiongozi mwenye atakuja, haitaendelea ya kwamba ati kuna kiongozi present, past or future mwenye atapanga vita, atapanga mauaji ama kuharibu mali ya umma ama kuharibu biashara ya wananchi. Hiyo haitafanyika tena katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana ya kwamba hiyo haitafanyika tena katika taifa letu la Kenya. Mambo yale mengine yote tunaweza kuzungumza, but we are not going to negotiate about the safety of Kenya. We have agreed, and as I have said, I have engaged our friends in the opposition, and we have agreed that as a nation, all leaders, past, present and future, that violence, destruction of life, destruction of property, destruction of public property will not be in the equation of the politics of Kenya, in the governance of Kenya, and in any other way in the Republic of Kenya. We have agreed. The other things, we are a democratic nation, we can talk. Tumekubaliana kwa sababu unajua mimi ni kiongozi wa taifa, vile vile ni kiongozi wa serikali. As a head of state, I am obligated to make sure that every Kenyan, whether they support my policies or not, that their life, their property is guaranteed. There is peace in the Republic of Kenya, and I have given a commitment that going forward, there will be no violence in Kenya. Our politics will be devoid of violence, destruction of property, destruction of business. We have agreed going forward. Yale mengine, sisi ni wananchi wa taifa huru. Sisi ni watu ambao tunaamini katiba na sheria. Sisi ni nchi demokrasia. Naona viongozi wengine wanasema kwa ile maneno ambayo imesemekana itajadiliwa, wanauliza wapi mambo ya gharama ya maisha. Mimi nataka niwaeleze mambo ya gharama ya maisha iko kwa manifesto ya Kenya Kwanza. Pale ndio tuko na mpango mzima na maalum na tayari tunaitekeleza. Na gharama ya maisha haiwezi kutatuliwa vile wao wanapendekeza. Ati fujo, maandamano, sufuria kwa kichwa, bei ya unga itabadilika namna gani? Hata kwa dawa ama uganga ama uchawi itabadilika kweli? It will not. So I want to ask my friends, we have agreed that we must reject, we must refuse violence as part of the politics of Kenya. And I have seen my colleagues asking in this discussion that we have agreed, where is the cost of living? And I want to tell them, we are already implementing the programs that will deal with the cost of living. I don't know why you cannot see. In your own backyard, fertilizer is now going to sell from next week as 2,500. In your own backyard, farmers are doing a great job, and God has blessed us with rain. We have a whole program. What you are recommending, all these violence and demonstrations and everything you are doing, will not in any way contribute in any manner towards solving the challenge of the cost of living. We have a clear plan,
na Mungu atatujalia tutatekeleza huo mpango. Mimi nataka niwashukuru sana. Najua tuko na mambo ya damu, nilikuwa hapa juzi, mambo ya damu ya Mwache niliwaambia tutaijenga, tutaikamilisha, saa hizi inaendelea. Nataka pia niwaeleze, nitarudi hapa tena kabla ya Disemba. We are now finalizing kwa maji ya kutoka kule Mzima ambaye itaenda county ya Tana River, county ya Taita Taveta, county ya Kwale, county ya Mombasa na Kilifi. We have a big plan on that program, na mimi nakubaliana na dada yangu Achani ya kwamba tuko na mpango. Yeye atapanga damu zingine, tamsaidia kupangia damu zingine, maji tupatiane hapa Kwale, wananchi wafanye kilimo.